Amekula vile tunapenda kusema hapana. Ni vile sheria Sasa hata watu wa karibu hawararangi sauti ya hiyo music. Na huyo kijana akikuja kukondeswa hapa, alikuwa amesema ati amekuja kusaidia wale vijana wadogo kudance. Baadaye tukajua anauza bangi. Na dawa za kulevya inaletwa na watu. Sasa tunataka aondoke hapo kabisa. Pombe haramu imeua watu. Kuna kijana hajasikwa saa hii. Atasikwa Thursday. Tena kuna mwingine aligongwa na mlevi alikuwa ametoka hapo tu. Amekatwa mguu. Kuna mwingine amelala Kenyatta. Na hatujui kama atapona kama atakufa kwa sababu anaongezwa damu sauli ya pombe. Sasa hii pombe tunataka iishe kwa sababu huyo mwanamke anasema sasa mtanifanya nini? Kwa sababu anasemanga serikali iko kwa mfuko yake. Sasa tunataka kujua serikali iko kwa mfuko yake aje. Hakuna vijana wanalala chini ya kitanda. Hakuna kitu wanaweza. Hakuna tososo. Hakuna mtu anaweza aitwa soso. Au kuna mtu anaitwa soso hapa? Hakuna. Kwa majina naitwa Ruse Wadia Kamau. Mimi ni mmoja wa waathiriwa. Hiyo pombe haiko pahali inayofaa kwa sababu watoto wanapita wakienda shule. Mmesikia kuko na children home. Na hao wazee wanatuacha dakika 5 ukimwekea chakula kwa meza anakwambia anafika barabara. Baada ya dakika 5 anarudi akiwa mlevi. Hakai kumaliza chakula tena anatoka. Kwa hivyo sisi tunaomba mtu ondolee hiyo pombe. Inatoa sauti kubwa sana. Hata kama ni watoto wanafanya study, hawawezi wakaconcentrate na vile wanafanya kwa sababu ya hiyo music. Pombe ikiisha watoto watarudisha hiyo nguvu sasa. Na tutakuwa na watoto. Lakini ikiendelea kijiji yetu imeisha watoto. Naitwa Margaret Nyambura. Mtu mmoja tuko na mmoja amekufa, saa hii hajazikwa. Kuna mwingine amegongewa hapa na gari, amekatwa mguu. Kuna mwingine ako hospitali, anaongezwa damu. Ndio tunasema tukuja hapa tusikie. Gari hapa mkubwa.
hapa kwa hosi hapa, na mrevi alikuwa mrevi choro. Mtoto wangu sasa hana mguu mpaka hapa. Ni kiwete. A very young boy, 18 years, 19 years, amekuwa kiwete. Sababu ya hii pombe. Ni mpaka lini tutaria hii mambo ya pombe? Ni mpaka lini jameni tuondoeni hii pombe na wasi? Malalamishi yetu ni tutoe hiyo pombe kabisa, ishe Kibishiku. Yeah. So for Kibishiku hii mnaita Azimio. Hii bar tulienda na tukafanya inspection. I remember hata mimi nilikuwa kwa hiyo inspection team. I remember Mr. Odora alikuwa, madam hakukuwa wakati huo. OCPD alikuwa, sisi wenyewe kama wanakamati tulienda na tukafanya inspection ya hiyo bar. Na tukaikataa kwa sababu iko kwa residential area. Sawa. So kutoka kwa kamati ya sub county, we did not recommend for Kibishiku Inn. Tunaona mpaka hapo. But sheria za county za pombe zinasema ukikosa kuridhika na vile sub county wamefanya, unaweza weka nini? Appeal. Tunaelewana? So Kibishiku Inn akaenda akaweka appeal yake Kiambu County. So Kiambu County walikuja wakaangalia na wakakataa pia. So at the county level pia ilifanya nini? It was rejected. But sheria pia inasema mtu akikosa kuridhika na county anaenda high court. Anaenda wapi? High court. So this person ako high court Kiambu. Mnanielewa? Ako high court Kiambu. Na kesi imekuwa ikiendelea. Mention imefanywa na hearing itakuwa tarehe 11. I've just talked to the director. Hearing itakuwa tarehe 11. So sisi kama serikali hatuwezi funga na kesi iko wapi? Kotini. The only thing we can do, yes, sheria ni sheria. We also have several others operating with court orders. Na zote ziko wapi? Kotini. So the county government of Kiambu inafuatilia hizo kesi kuhakikisha ya kwamba hizo kesi zimemalizwa, so that tujue nani ana operate akiwa na license na nani hana leseni.